Mambo vipi wapendwa watazamaji wa chaneli hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupita katika ukurasa huu, tunaomba uweze kusubscribe, kulike, kushare na kutani on notification. Nimefurahishwa sana jamani na comment mbalimbali, hasa napenda sana mtu akicomment no reform no election. Yaani huwa napenda sana kwa sababu najua huyo ni mpigania haki mwenzetu. Sasa hapa pana A na hapa pana B. Hasa kati ya A na B mnafikiri katika mwaka uchaguzi wa 2025 wapendwa wa Tanzania wenzangu, mngependa labda tuweze kuondoka na yupi kati ya huyu huku A. Huyu A, sifa zake jamani, sifa zake kwanza kabisa ni lazima tumwagie maua yake. Kweli huyu ni mzalendo, lakini pia ni mpigania haki hasa za Watanzania. Huyu namba A ameweza kukubali kutoa maisha yake kwa ajili yangu mimi pamoja na wewe, kupigania haki zetu, na kuhakikisha kwamba mwisho wa siku maisha yetu yanakuwa yako vizuri, na ameweza kupambana ili kuhakikisha kwamba Watanzania tunaishi maisha ambayo ni mazuri, maisha ambayo yanaweza yakawa yani kiufupi huyu ni mpigania haki na pia ni mkufunzi wa sheria ambaye amesaidia Watanzania wengi kuzijua sheria zetu. Leo Mtanzania yoyote hawezi akakamatwa ovyo ovyo. Hawezi kukamatwa ovyo ovyo kwa sababu kila mmoja amekuwa ni kama sasa anaijua sheria. Lakini huyu namba A pia ameweza kupigwa risasi karibia 36 na gari yake ikiwa imechakaa kabisa. Kwa huyu hapa ni marehemu ni mfu anayetembea. Yaani ni mfu ambaye anatembea. Hebu fikiria kwa mfano ningekuwa mimi ndo wewe, au mimi na wewe ndo huyu hapa ambaye amepigwa risasi 36 na bado akawa anatembea. Hivi tungekuwa katika hali gani? Yes, tungeanza kuimbwa zile nyimbo za parapanda Italia au ingekuwaje? Lakini huyu pia huyu baada ya kupigwa risasi 36 katika mwili wake, unaambiwa ana risasi moja ambayo ipo kiunoni, ambayo hiyo risasi haiwezi kutoka. Lakini pia huyu pamoja na kwamba na mateso anayopitia, adha anazopitia, shida, kalaa na tabu mbalimbali anazozipitia, ameweza kutoa maisha yake ni kama sacrifice, au maisha yake ni kama sadaka kwa ajili ya Watanzania, kuhakikisha kwamba Watanzania wanazijua sheria, Watanzania wanajua nini maana ya uzalendo, Watanzania wanajua ufisadi mkubwa pamoja na matatizo mbalimbali au na madhaifu ya serikali ambayo inaongoza, ambayo iko madarakani. Huyu amekuwa ni kinara wa kuumbua yale maovu yote yanayofanywa na serikali ambayo ni mabaya. Lakini pia huyu ameacha familia yake, ameacha watoto wake, ameacha mke wake, ameweka elimu yake chini kuhakikisha kwamba anapigania maisha yangu mimi Mtanzania pamoja na wewe. Je, anatufaa kuwa rais? Hilo ndo swali sasa ambalo nalileta kwako. Je, unaona pamoja na haya yote, je, anakufaa kuwa rais? Au hafai kuwa rais na tumwache aendelee kupigania haki hivi huko anaowapigania haki wenyewe ni kwamba hawapo. Lakini huyu ni gwiji wa sheria. Kwa hivyo hata tutakavyoongozwa na huyu bwana, yani ni kwamba nchi itaongozwa kwa sheria, kwa katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni namba A. Lakini huyu ni namba A ambaye yeye anapitia mpaka sasa hivi msoto kadha wa kadha kuhakikisha kwamba anapigania maisha ya Mtanzania na kuhakikisha kwamba tunaishi katika maisha ambayo ni high standard, na kuhakikisha kwamba na kupigania kwamba kuhakikisha kwamba mkate unaopatikana kwenye serikali, mkate unaopatikana wa nchi, ni kwamba Watanzania wote tunakuwa tunaufaidi huo mkate. Kwa kipaumbele cha kwanza ni kuhakikisha kwamba ataboresha masuala ya elimu, tutapata elimu ambayo ni bora. Huyu namba A ataboresha maisha yako wewe Mtanzania, utakuwa una high standard life, utaishi kwenye nyumba ambayo ina umeme, ambao umeme hautakatika, lakini pia utapata maji. Uwe kijijini uwe wapi, ni kwamba utakishi unapata maji. Lakini huyu kipaumbele chake pia kingine
ni kuhakikisha kwamba mkate wa taifa unaopatikana ni kwamba kila Mtanzania anakuwa na ufaidi, kwa sababu anaamini kabisa kwamba Tanzania ni yetu sisi sote, Tanzania ni yetu sisi sote, Tanzania ni yetu sisi sote, pamoja na mali zake ni za Watanzania wote, ni za watu wote. Na kuja huyu namba B. Huyu namba B kwanza ni mama yetu mheshimiwa na rais wetu Samia Suluhu Hassan. Huyu kwanza kabisa amegawa baskeli jamani. Amegawa baskeli zimetekwa Samia Suluhu Hassan, kagawa baskeli kwa mabalozi wa kwenye nyumba 10, pamoja na na kila mitaa, ni kwamba ameweza kusambaza baskeli. Lakini pia jamani, mmeona kuna pikipiki jamani. Kuna pikipiki, watu wanaendesha pikipiki imeandikwa Samia Suluhu Hassan 2025 Samia Suluhu tena. Lakini huyu namba B, huyu amekaimu jamani, amekaimu urais kutoka kwa hayati John Pombe Magufuli. Je, aendelee kwa wewe kwa unavyofahamu, je, aendelee kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tumpe tena ridhaa ya miaka 5 kwa kumchagua na kwa kumpa ridhaa tena ili aweze kutupigania? Tumeona baskeli, tumeona pikipiki, tumeona vitu vingi ambavyo amevifanya mama yetu. Kiukweli hana baya kabisa kwa ndani ya hii miaka mingapi, 5 hii ambao amekuwa rais. Amefanya vitu vizuri, amefanya vitu ambavyo kiukweli kwa kila Mtanzania anaelewa yeye mwenyewe, anajua yeye mwenyewe jamani. Kila mtu anajua kabisa mama yetu alichokifanya kwenye hii nchi yetu. Kwa hiyo siwezi nikaongelea sana kwenye upande huu hapo. Lakini pia ameweza kuleta 4R zile 4R zile. Je, kwa mtazamo wako, je, hizi 4R ambazo alizileta Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan zimefanya kazi kwa asilimia ngapi? Wewe unajua. Lakini pia mama yetu aliyoyafanya pia wewe unajua. Amekuwa ni mama ambaye amekuwa ni kipaumbele, amemtua mama, ameruhusu siasa safi. Leo tunaona wakina Heche wanatembea bila shida yoyote, wanafanya mikutano bila shida yoyote. Tumeona demokrasia ikiwa imepanuka sasa kwa upande wa Tanzania. Umeona wewe jamani, wa Tanzania, si mnaona nyinyi wenyewe, mmeona kabisa demokrasia kweli ameipanua. Tumekaa pamoja, tumeongea pamoja na pia tumejadili wote pamoja. Huyu ni namba B. Huyu ni namba B ambaye ni rais ambaye naye anawania urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Samia Suluhu Hassan ni mama yetu ambaye kiukweli ametoa ajira jamani, ametoa ajira kwa walimu. Walimu wamepata miajira, wamepata ajira, nyumba 10 wamepata baskeli, pamoja na wenye viti mbalimbali wa matawi wameweza kupata pikipiki. Kiukweli mama yetu jamani, tumpigie makofi matatu, amefanya vizuri. Lakini je, kwa maoni yako wewe Mtanzania, labda kwa upande wa wewe na kwa maoni yako unavyoona, je, anatufaa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Yani tumpe ridhaa tena ya miaka 5. Kama tumpe ridhaa ya miaka 5, katika hiyo miaka 5 tunaamini kabisa anaweza akatuvusha. Mama yetu atatuvusha, kwa sababu tunaamini kabisa jamani, ukiwa una kuku jogoo pamoja na kuku jike, kiukweli kuku jogoo huwa hakumpatii watoto, bali anaelea watoto ni kuku ambaye ni jike. Kwa mama yetu jamani, kiukweli tunaamini kabisa ana uwezo mzuri kabisa wa kutulea na kutuatamia na kutupa vile vitu ambavyo Watanzania tunashauku, na ana uwezo wa kusikiliza sauti ya kila mtu ili kuhakikisha kwamba Watanzania tunakuwa kiuchumi, lakini pia tunakuwa kiuchumi na pia tunazidi kusonga mbele. Je, wewe mtazamaji, labda kwa mtazamo wako wewe, kwa wewe binafsi, kwa mtazamo wako, je, twende na hii namba A au twende na hii namba B? Hebu comment hapo chini kama nataka nione, je, mama yetu anapendwa au mama yetu, je, kula nyingi zitaenda kwa nani? Baada ya hapo mimi nitawaletea mrejesho kwamba mama yetu amepata kula kadhaa, lakini pia namba A amepata kula kadhaa. Jamani, tafadhali matusi hapo chini hatutaki. Usitukane matusi. Wewe kama unaona mama 5 tena, wewe andika tu mama 5 tena, au A, twende na A.
Au andika hapa no reform no election, no reform no election, au unaweza kaandika hapa mama mitano tena. Hiyo itahesabika kama ni kula. Lakini matusi hayatahesabika kiukweli, ila ukicomment no reform no election itahesabika. Ukisema mama yetu mitano tena, pia hiyo itahesabika. Nini maoni yako kwa mtazamo wako kwa hii muda ambao mama yetu ameweza kuwa rais na kuongoza nchi yetu vizuri kabisa? Je, kwa mtazamo wako unaona miaka mitano mingine, je, Tanzania tutakuwa tumefika wapi? Tafadhali naomba ucomment hapo chini. Matusi nimesema siyataki. Usitukane matusi, lakini pia hebu piga kula hapo chini. Kama wewe ni no reform no election au ni mama mitano tena, hebu comment hapo chini sema mama mitano tena, au andika no reform no election. Hiyo itasibika ni kula ya Chadema, kwa sababu wao ndio walioanzisha kwamba no reform no election. Kwa hiyo baada ya hapo, na watakieni asanteni sana. Tupige kula jamani, tupige kula hapa chini ili kusudi waweze kuona kwamba A anakubalika au B huyu hapa anakubalika. B ni mama, huku ni Tundu Antipas Lissu. Tundu Antipas Lissu aka ni marehemu anayetembea kwa sababu ya kupigania haki za Mtanzania, kupambana kwa ajili ya maslahi ya taifa, ambaye huyu tunamuita ni mzalendo. Je, wewe nini maoni yako? Je, mama yetu anatufaa kuwa rais? Asanteni sana na siku njema, na Mungu awabariki jamani. Tujipige makofi matatu. 1 2 3. No reform no election. No reform no election. Bila tume huru ya uchaguzi kutakuwa hakuna uchaguzi. Tumeona hata mambo yanayotokea. Umeweza kuona wewe mwenyewe jinsi watu wanavyoteuliwa na jinsi wanavyotangaza na kupewa order kwamba wahakikishe kwamba mtu fulani anashinda. Kwa hiyo tumeona hiyo hapo jamani. Kiukweli, je, taifa letu sasa linakwenda wapi? Hebu wote kwa pamoja tuungane kwa pamoja kuijenga Tanzania yetu. Tanzania yetu ni nchi ambayo ni Kanani ndogo, ni nchi ambayo yenye maziwa na asali. Hebu wote tuungane kuyanywa haya maziwa, tuungane wote kwa pamoja kuilamba hii asali ambayo Mungu alijalia Tanzania. Kumbuka Tanzania ina madini, Tanzania ina maji, Tanzania ina yani vitu vile vya thamani, dhahabu nini na kadhalika na kila kitu. Lakini Watanzania maisha yao yamekuwa sio mazuri. Wanaishi kwenye nyumba ambazo ni scattered life, wanaishi kwenye nyumba wengine za majani. Leo umeme hakuna, leo kuna sehemu maji hakuna, wanakunywa maji ambayo ni machafu. Je, ni wapi Tanzania tunakwenda? Wote tupige kula hapo kwa pamoja. Asanteni sana.